letu la umra na mambo mengi tunayajua. Kwa hiyo ni kidogo tuwafahamishana, tunakumbushana wajibu wetu ambao tutaweza kutekeleza baada ya kuwa tumeamini kwa siku ya kesho pale tutakapokuwa Masjid Shajara, kwamba kuna vitu ambavyo sisi kama sisi tuna umra wetu ni umra tu mufrad. Kwa hiyo katika umra tu mufrad tunatakiwa kufanya mambo au matendo 7, ndio matendo ya wajibu ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye katika umra yetu ambayo tunaianza kesho insha Allah. Na umra yenyewe au shughuli yenyewe au matendo yenyewe yakianza yanaanzia pale Masjid Shajara, panaitwa Dhul Hulaifa, lakini kwa jina maarufu ni ule msikiti ulioko pale ambao unaitwa Masjid Shajara. Ndipo tutakapoanzia pale, takriban kama kilomita 12 kutoka hapa Madina. Sasa tukishafika pale tuna mambo ya kufanya. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya pale ni kuvaa ihramu, ambazo ni zile ambazo nadhani sote tumeshapewa. Tutavaa zile shuka 2, ambazo shuka hizi kwa mwanaume hutakiwi kuvaa kitu kingine zaidi ya hizo shuka 2, ambayo hakuna uvaaji maalum kwamba lazima uvae hivi au kuna nini. Msingi tu ni kwamba unaifunga ya kwanza kuanzia kitovuni kushuka chini, ya kwanza, na ya pili unajitanda. Sio kufunga rubega kama wenzetu wanavyofanya, bega moja linakaa nje. Hapana, tunajifunika hivi. Kwa hiyo ndio ihramu ambayo tutakayovaa katika eneo lile, na ihramu nayo ina sifa zake ambazo nadhani sio mpaka zote tuweze kuzitaja zote kwa sababu ya muda na nini. Kwa hiyo na watu hawa wanaoandaa kina Muhammad ni watu ambao wanavijua utaratibu wake. Kwa hiyo zinaandaliwa katika maandalizi ambayo ni sahihi, kwa sababu haitakiwi ionyeshe mwili wako ile wakati umefunga ile ihramu. Haitakiwi labda kutokana na wanyama ambao hawaliwi au hawapingwa kisheria, vitu vya namna hiyo. Kwa cha msingi sasa wakati kwa pale wakati tunavaa ihramu lazima utie nia, kwamba wakati unavaa ihramu lazima uwe na nia, na nia yenyewe ina vitu vitatu. Kwanza utafanya kwa ajili ya qurbatan ila Allah, hilo ndio cha msingi kabisa, na cha pili nia itiwe katika sehemu maalum, na maana huwezi kunuia kwa hapa ukienda kuvaa ihramu kwa kule. Pale tutakapokuwa tupo ambapo unatangia sehemu sahihi ndipo pale utakapotia nia. Kwa hiyo nia, utie nia na uitie qurbatan ila Allah, na ya pili uitie katika sehemu sahihi ambayo ni pale Dhul Hulaifa au Masjid Shajara, na kisha uainishe ile nia uliyoiweka. Nia ni kwa ajili ya umra au ni kwa ajili ya hija au ni kwa ajili ya, na uainishe kama ni niaba, sababu kuna wengine umra watu wanakwenda kwa niaba ya mtu. Kwa hiyo uainishe kwamba hii ni umra mufrada kwa ajili yako, ni wewe mwenyewe au ni kwa ajili ya mtu ambaye unamfanyia, kwa sababu kama umetumwa kwa mfano umfanyia mtu, ukibadilisha ukaweka nia yako wakati nia ya mtu, hairuhusiwi na haitasihi. Kwa hiyo katika nia kuna vitu vitatu ambavyo ni vya msingi: ikhlas, qurbatan lillahi na ikhlas, alafu na uitie mahala sahihi, sehemu husika, na uainishe ni umra ipi unayofanya wewe. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu ambavyo vinahusiana na hili. Jambo la pili ni kuvaa ile ihramu kama tulivyosema, ile shuka 2, na uruhusi kuvaa chochote ndani ya hizo shuka 2. Na cha tatu ni kumuitika Mwenyezi Mungu, ile talbia, ile labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika laka labbaika. Hiyo wajibu ni kuisema mara moja, lakini sunna ni kila wakati urudie labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Wewe unairudia tu mpaka tutakapokuwa tumefika sehemu husika. Hilo ni jambo la kwanza, kuvaa ihram katika sehemu husika ambayo ni Masjid Shajara. Hilo ndo la kwanza. Jambo la pili ni pale tayari sasa tunasafiri, tumeshaondoka, tunaenda zetu sasa Maka, na moja kwa moja tunakwenda katika Kaaba. Tunakwenda kufanya tukio la pili, ambayo ni kitendo cha pili, ni kuizunguka Al-Kaaba, ambayo unaizunguka mara 7, na nayo ina masharti yake na kanuni zake. Ina sehemu ya kuanzia, kwenye jiwe jeusi ndo unapoanzia, ndo unaihesabu sasa kwamba hapa ndo naanza.
napo vile vile lazima utie nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, qurbatan ila Allah Ta'ala, na kama ni ya kwako au ya mtu mwingine. Kishaanza pale sasa unaanza kuzunguka. Kuzunguka kwenyewe lazima Al-Kaaba iwe upande wako wa kushoto. Yaani kama hivi hapo unaizunguka hivi, naenda kushoto hivi, usiweke kulia na wala usielekee hivi. Kuna wengine wakati uko kwenye tawafu wanataka kwenda kugusa jiwe jeusi wakati uko na tufu. Kwa hiyo hairuhusiwi kwenda kuielekea hivi. Kwa lazima iweke upande wa kulia. Sasa tukishamaliza ile ndio naweza kuandaa labda ziara yako nyingine kuja sasa, wataka wewe uiguse ile tawafu ambayo haitavuruga ule mfumo wa ibada ile ya tawafu. Kwa utazunguka Al-Kaaba kuanzia jiwe jeusi, na ukishapita pale pana makamu Ibrahimu, nayo iwepo unapita kwenye makamu Ibrahimu na Hijri Ismaili. Na Hijri Ismaili pale nayo uingize katika sehemu yako ya kushoto. Unazunguka. Kwa hiyo kushafika pale unahesabu moja. Unaanza ya pili vile vile mpaka 7 zote zikamiliki. Kwa hiyo ina utaratibu wake. Usielekee wala usipe mgongo wala usitizame. Iwe upande wa kushoto. Na ule mzunguko ule uzunguke kwa hiari yako. Usije kawa uko juu, yani unapelekwa tu wewe mwenyewe bila kutaka. Uzunguke wewe mwenyewe. Na hakuna ulazi kwamba labda ukimbia. Muhimu tu kwamba uzunguke zile mara 7. Ni lazima pia uwe na udhu. Na maana udhu ukibatilika pale lazima ukachukue tena udhu. Na uwe una kumbukumbu zile mizunguko yako ni mingapi. Udhu ukibatilika kabla hujafika mzunguko wa 4, itabidi ukachukue udhu na uanze tena. Kama utakuwa umeshafikia mzunguko wa 4, udhu ukabatilika, basi utakwenda utachukua udhu, utarudi utaanzia pale pale ulipoishia, kuongeza ule mzunguko wako wa 5 mpaka wa 6 mpaka wa 7. Kwa hiyo utazunguka mara 7 ukiwa umevaa ihram zako, ukiwa una udhu na ukiwa Kaaba iko upande wako wa kushoto. Kwa hiyo utafanya hivyo mara 7. Hilo ni jambo la pili baada ya kuvaa ihram, ni kutufu Al-Kaaba mara 7. Baada ya hapo utarudi, utakuja kuswali swala raka 2 za tawafu. Swala raka 2 za tawafu vile vile lazima uwe na nia ya qurbatan ila Allah Ta'ala. Utaswali mfano makamu Ibrahimu kwa hapa, utaswali nyuma yake hapa kama itawezekana. Kama itakuwa hakuna jinsi, labda kutokana na msongamano wote, unaweza ukaswali sehemu yoyote, lakini ni vizuri kuswali makamu Ibrahimu pale nyuma yake. Hilo ni jambo la 3. Ukishamaliza swala hilo la 3, sasa inabidi uende kufanya Swafa na Marwa, lakini pale pana sunna ya kunywa maji ya Zamzam. Ni sunna tu, unaweza ukanywa, sio lazima. Kitoka hapo ndo nakwenda sasa Zamzam Swafa na Marwa. Kule nako utakimbia au utatembea mara 7 kuanzia mlima wa Swafa ukielekea katika mlima wa Marwa. Na wakati unaenda nako utakuwa umepaelekea hivi sasa. Kwa hiyo unakwenda umeitizama hivi, sio kawa unaenda hivi. Kwa hiyo lazima uende hivi umeitizama. Kwa utaanzia mlima wa Swafa utaishia mlima wa Marwa, moja hiyo. Ukirudi ukizunguka kaja hivi ya pili, ukienda ya 3, ukirudi ya 4, ukienda mpaka mara 7 utakuwa umemaliza. Kwa kuwa ulianza huku, na maana bila shaka utamalizia kule. Kwa hiyo ni vile vile mara 7. Ukishamaliza kitendo cha 4 hicho, unakwenda kwenye kufanya taksir. Taksir ni kupunguza nywele, kukata nywele kidogo au ndevu au kucha, lakini huruhusiwi kunyofoa nywele, labda ukanyofoa hapa nywele 3 hapa 4 hapa 5. Utakiwa ukate tu nywele au ushevu. Kwa mara nyingi wale ambao hawajaenda, ambao ni mara kwanza kwenda, wale wanatakiwa wanyoe kabisa kipara. Kwa ambao tayari wameshaenda, naweza ukapunguza tu nywele tu basi. Hilo ni tukio la 5 katika matukio ya Umratul Mufrad ambayo tutakayoyafanya. Baada ya hapo sasa tutarudi tena kwenye Al-Kaaba ambayo tutakuja kufanya tawafu nisa. Tawafu nisa inaitwa hivyo hivyo. Hata mwanamke akitufu hawezi kutia nia ya tawafu rijali, atatia nia ile ile tawafu nisa. Ndivyo ilivyokuja kisheria.
Kwa hiyo nani utarudi tena utazunguka Al-Kaaba kwa mfumo kama ule ule kuanzia kwenye Al-Kaaba ni jio jeusi, na utazunguka kwa kuweka upande wa kushoto, lakini ukiwa na nia kwamba natufu tawafu nisa, utazunguka mara 7 kama ilivyo kawaida. Kisha baada ya hapo utakuwa umemalizia tukio la ngapi hilo? La 6. Na tukio la 7 utarudi nyuma, utaswali swala kwenye nyuma ya makamu Ibrahim ya raka 2 ambayo inaitwa salatu tawafu nisa qurbatan ila Allah Taala. Ukishamaliza sasa hilo jambo la 7, umra yako itakuwa imekwisha. Kwa unaweza ukarudi hotelini ukavua ihramu zako ukavaa nguo zako za kawaida. Haya ndiyo matendo 7 ambayo tutakwenda kuyafanya katika umratul mufrada tutakayoanza insha Allah. Kama kutakuwa kuna sehemu sijaigusa, nadhani tunaweza tukarejea katika masaili zetu. Na pia tukishavaa hizo ihram, kuna mambo 25 ni haramu kuyatenda kwa mtu mwenye kuvaa ihram. Haya nimwachia kijana wangu Sajadi bin Hassan, naye amalizie ni mambo gani ambayo ukivaa ihramu ni haramu kuyatenda ukiwa umevaa ihramu.